Habari za asubuhi, ni kukaribisha katika kesha la asubuhi la Juni 7, 2026. Inasema hakuna kilicho kidogo. Inasema Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Maombolezo 3 fungu lile la 25. Nasema wapo wachache ambao wanapenda au wanatumia vizuri fursa za thamani za maombi. Inatupasa kwenda kwa Yesu na kumweleza haja zetu zote. Tunaweza tukamletea mahangaiko na mashaka yetu madogo pamoja na matatizo yetu makubwa. Chochote kiibukacho na kutusumbua au kutusonga, inatupasa kukipeleka kwa Bwana katika maombi. Tunapoteza baraka nyingi za thamani kwa kushindwa kuleta mahitaji na mahangaiko na huzuni zetu kwa Mwokozi. Yeye ni mshauri wa ajabu. Analitazama kanisa lake kwa shauku kuu na kwa moyo uliojawa na huruma mno. Huingia katika kina cha mahitaji yetu, lakini njia zetu daima si njia zake. Huona matokeo ya kila tendo na anatusihi tuamini kwa subira katika hekima yake, si katika mipango idhaniwayo kuwa ya hekima na ya ubunifu wetu wenyewe. Usiache kuomba. Ikiwa jibu linachelewa, lisubirie. Weka mipango yako yote miguuni mwa Mkombozi. Ruhusu maombi yako yenye umuhimu wa haraka yapande kwa Mungu, yakiwa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Maneno ya kutia faraja yatatamkwa, na iwe kwako kama ulivyoomba. Hatuwezi kamwe kumchosha Yesu kwa maombi ya kina. Hatumtegemei Mungu kama tupaswavyo kuwa. Hebu na tuache kusema kila neno la lawama lisilosemwa. Zungumza juu ya imani na ujasiri unapomngoja Mungu. Ogopa kuwa na mashaka, hili lisije kuwa tabia ambayo itaiharibu imani. Utendaji wa Baba wa mbinguni unaweza kuonekana kuwa giza, wasiri na usioelezeka. Hata hivyo, lazima tumtumainie yeye. Tazama jinsi Yesu alivyo wa thamani kwa nafsi imtumainio yeye. Lakini wengi wanatembea gizani kwa sababu wanazika imani yao katika giza la Shetani. Kamwe tusimruhusu Shetani hata kwa sekunde kufikiri kwamba uwezo wake wa kututesa na kutuudhi ni mkuu kuliko uweza wa Yesu wa kutushikilia na kutuimarisha. Kila ombi la unyofu linalotolewa linachanganywa na ufanisi wa damu ya Kristo Yesu. Ikiwa jibu limezuiliwa, ni kwa sababu Mungu anatutaka kuonesha ujasiri mtakatifu katika kudai neno la Mungu lililoahidiwa. Yeye aliahidi ni mwaminifu, kamwe hata iacha nafsi ambayo imesalimishwa kwake kikamilifu. Basi nanyi kesheni, maana hamjui siku wala saa.